Nchini Denmark, katika enzi za Waviking, juu ya mlima mkubwa uliofunikwa na theluji, jitu kubwa linacheza kwa furaha na mwanawe mchanga, kiumbe mdogo aitwaye Troll. Ni wakati wa amani, kicheko na upendo wa baba na mtoto. Ghafla, mbali chini ya mlima, kiongozi wa kabila la Denmark anaonekana akija kwa kasi akiwa na wapinganaji wake juu ya farasi. Lengo lao ni moja: kumuua jitu. Jitu linawatambua kwa mbali na mara moja linambeba mwanawe likikimbilia upande mwingine wa mlima ili kumlinda. Lakini wanajeshi wanamzingira. Akijua hawezi kupigana bila kumweka mtoto wake hatarini, jitu linamficha Troll mdogo kwenye mteremko wa mlima. Badala ya kupigana, jitu linajaribu kuwaogofya ili waondoke. Lakini hawarudi nyuma. Wanashambulia kwa mishale, mikuki na mienge ya moto. Jitu linapoteza mizani, linaanguka kutoka mlimani na kufa papo hapo. Troll mdogo anashuhudia yote kwa ukimya, machozi yakimtoka lakini bila sauti. Kiongozi wa kabila anakaribia ukingo wa mlima na kuvua barakoa yake. Anamuona mtoto wa Troll akijificha. Kwa muda mfupi, anafikiria kumuua pia. Lakini anapogundua ni mtoto mchanga, anaamua kumwacha hai bila kuwaambia watu wake. Anageuka na kuondoka. Usiku huo huo, wanakijiji wanakuta vijana kadhaa wameuawa kikatili. Cha ajabu, hakuna mwanamke, mtoto wala mzee aliyedhurika. Kiongozi anahisi hofu moyoni. Siku zinapita. Usiku mmoja, kiongozi anaenda mlimani na walinzi wake akimuita Troll kwa sauti ya changamoto. Ghafla, Troll anaonekana kutoka nyuma na kumpiga mmoja wa walinzi, akimuua papo hapo. Kiongozi anajaribu kumshambulia, lakini Troll anakimbia. Kila usiku, walinzi wanauawa mmoja mmoja, lakini Troll hashambulii kiongozi moja kwa moja. Asubuhi moja, kabila lote linakusanyika. Mke wa kiongozi analia. Waume wetu wanakufa. Nini kitawapata wajane wao? Kiongozi anakaa kimya kwa aibu. Mke wake anamtembelea Lena, mwanamke anayeishi peke yake mlimani, anayeaminika kuona kifo kabla hakijatokea. Anamuuliza, "Je, mume wangu atakufa mikononi mwa Troll?" Lena anajibu kwa uchungu, "Nilimfukuza mkiminiita mwovu. Sasa mnanitafuta msaada." Kisha anaongeza, "Mume wako hatakufa kwa mkono wa Troll." Wakati huo huo, meli za Waviking kutoka Gatland zinafika Denmark. Kiongozi wao ni Leo, shujaa mashuhuri. Wanasimama kwa baridi kali. Askari wa Denmark anawazuia, lakini Leo anaeleza kuwa wanataka kupumzika tu. Kiongozi wa Denmark anamkaribisha Leo na anakumbuka baba yake. Usiku huo wanaandaa karamu kubwa. Leo anaelezwa kuhusu mashambulizi ya Troll. Anasema, "Kama Troll huja kila usiku, basi tutamsubiri." Usiku wa manane, Troll anawasili kwenye tavern. Ananusa hewani, akitambua wageni. Anatambua hawa si wa Viking wa eneo hilo. Badala ya kushambulia, anakojoa mlangoni na kutoweka gizani. Asubuhi, hakuna aliyeuawa. Leo anaelewa kuwa Troll ana akili na nidhamu. Baadaye, Leo anamtembelea Lena. Anamuuliza, "Je, Troll atakufa na ni watu wangapi watakufa?" Lena anajibu kwa uchungu, "Troll atauawa, lakini damu nyingi zitamwagika. Ardhi itakuwa nyekundu. Hili ni adhabu kwa yale mliofanya zamani." Leo anarudi kijijini na kumuuliza kiongozi, "Je, Troll amewahi kumuua mwanamke, mtoto wala mzee?" Kiongozi anajibu, "Hapana, ni wanaume tu." Leo anasema kwa sauti nzito, "Hiyo inaonyesha ana haki yake. Anafanya